Unasikia? Wewe utakachokiona hapa usikishangae. Sawa? Wala usiogope wala nini. Kuna mtu hapa anakuja. Baba huko ndo umenileta nikusindikize. Huko ndo umenileta nisindikize. Sasa unasikia? Fanya subira kidogo. Sababu nilikwambia kwamba nataka nipate utajiri. Sasa huyu jamaa kaniambia nimlete mtoto mmoja hapo anayempenda katika watoto wote. Na atanipa utajiri. Nimeona wewe ndo unakupenda sana katika watoto wote. Sawa? Sasa bwana yuko wapi? Tunasubiri tu kidogo hapa. Huyu jamaa mbona hatafiki? Niambia kwamba na wewe hapa tumsubiri hapa. Sikia. Nani baba? Subiri sasa. Sema mtana. Karibu sana. Asante ndo. Nimefika sasa. Ile jambo letu ulioniambia sasa leo ndo nimekuja. Na kijana ndo huyu hapa. Ndo ni kijana wetu sasa nimekuja naye huyo. Katika ile swala letu lile ambalo nimesema kwamba nilete mtu yote ambaye nampenda sana. Sasa ni ndo huyu hapa kijana nimemleta. Usikimbie sasa. Baba, huyu ndo atatupa utajiri. Sikiliza. Huyu kaniambia hivi kwamba nichague mtoto ambaye nampenda sana. Si ndio? Nije nimtoe. Sasa wewe utakuwa unaishi hapa tu kwa muda. Sawa? Ili mimi anipe tu utajiri niende nijenge ile nyumba yetu iishe. Si ndio? Baba, mimi siwezi kuhusiana na hiyo mambo ya shirki. Hiyo ni shirki hadi tushirikiane na kitu chochote, tusimshirikishe au wewe usinetema swala kunizengua. Mnanisikia? Mimi hapa hakuna cha ushirikina wala cha nini. Hapa inabidi ukubali usikubali lazima utabaki na huyu jamaa. Umenielewa? Mungu billahi na shetani rajim. Sikia. Nisikie, hakuna cha unzu billahi wala nini. Umenielewa? Mimi nakutoa. Umenielewa? Baba, hiyo ni mambo ya kushirikina, huyu anakushawishi vibaya. Usiku kumshirikisha Allah. Kwa nini mimi hapa nimekwambia nafanya ushirikina? Ni ushiriki. Mambo ya kishirikina wapi wewe? Mimi nawatakia maisha mazuri. Niwajengee muweze kuishi sehemu nzuri. Alafu nasema shiriki. Wewe sikia. Maswala hayo nitakuleta hapa mimi sikuelewi. Wewe. Samani mtaalamu. Huyu kijana anaonekana bado hajaji. Lakini utanisamee, mimi naenda kumweka sawa. Mtoto kweli kaniaibisha kweli. Bani maisha mengine bwana. Yaani mtoto mwenyewe nataka ndanisaidie katika hili jambo langu lakini anifanya mkofi mgumu. Baba. Hivi baba una akili kweli? Wewe ndio kwenda kwa waganga kuna nili. Kunitoa sadaka mimi kweli baba. Kwa hiyo baba hizo ni akili. Kwa baba mimi ndio kunipeleka kwenye nanili huko kwa wachawi. Kwenye mambo ya shirki. Mimi ndio baba wewe unanipeleka huko. Sikiliza nikwambie. Wewe ni mtoto mdogo. Na maisha uyajui. Wewe inabidi ukae kimya hivyo hivyo na ufuate kile ambacho ninakwambia mimi. Lakini baba hayo mambo ya shirikina. Nisikilize, wewe ni mtoto mdogo, upashi kuja kunifokea. Kwanza hata hujanisalimia. Unafika tu unaanza kunifokea. Wewe una haki ya kunifokea mimi?
Unajua ni magumu gani napitia? Sawa, najua ni mambo ya ushirikina. Lakini wewe uliambiwa na nani kwamba mimi nafanya ushirikina? Lakini kumshirikisha Mwenyezi Mungu hata kama. Sikilize nikwambie. Mimi hiki ninachokifanya, nikuulize swali. Ndio. Wewe unawapenda wadogo zako? Ndio. Sasa kama unawapenda wadogo zako, kwa nini usivumilie nikafanya hili jambo? Ili baadaye nije niwajengee, si ndio? Wapate sehemu nzuri na wapate nguo za kuvaa. Kwa nini usikubali? Lakini haya mambo ya shirki, tusome dua tu. Tusome dua, mimi nakwambia tukisoma dua tu, Mungu atatuangalia na sisi atatupata utajiri. Sikiliza nikwambie. Masuala ya kishirikina niachie mimi. Umenielewa? Mimi pale sifanyi shiriki. Hii imetokea tu bahati mbaya. Kwamba ni dharura. Baadaye ninaweza nikaenda nikatubu. Umenielewa? Wewe ni mtoto mdogo, unajua ni magumu mangapi nayapitia. Sawa? Lakini haupaswi kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwenye matendo ya kishirikina. Wewe unajua ushirikina? Ndiyo naujua. Unajua ushirikina ukoje? Kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu kakataza kumshirikisha kwenye mambo ambayo hayasui. Nisikilize sasa. Mimi sio mtoto mdogo. Umenielewa? Na wewe umezaliwa juzi hapa, umejifunza kidogo masuala ya ushirikina sio nini hapa. Leo ndo unanipandishia sauti, si ndio? Mimi ndo nakwambia sasa. Sasa nisikilize. Mimi si ndo ni wa kwanza kuiona jua. Na mimi ndo mzazi wako, si ndio? Kwa mganga utaenda na kutolewa kafara kutolewa kafara. Ili kuwasaidia wadogo zako tuweze kujenga nyumba wapate sehemu ya kuishi. Kwa mimi nife kwa sababu ya hao majini. Mimi si niulize maswali. Hiyo ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho utachoma moto vibaya, mimi nakwambia. Unaniambia mimi kuchoma moto? Ndio utachoma. Unaniambia mimi kuchoma moto? Ndio. Hivi wewe mtoto? Hivi wewe mtoto